Naam, leo tungependa kwenda kuangazia mbinu ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kuweka akiba na zikaweza kujenga amani ya kifedha. Kuweka akiba si kujinyima maisha, ni kujitengenezea nafasi ya kifedha, kupunguza msongo wa mawazo na kujipa chaguo zaidi maishani. Mfumo bora kuweka akiba ni ule unaoweza kufuata kwa utulivu kwa miaka mingi na si ule unaovutia kwa siku chache tu. Zifuatazo ni mbinu ambazo unaweza kutumia kuweza kuweka akiba kwa utulivu. Ya kwanza, kuweka akiba kabla hujaanza kutumia pesa. Tabia bora ya kuweka akiba ni kufanya akiba kiautomatiki. Mara tu unapopokea kipato chako, hamisha sehemu ya pesa kwenye akaunti ya akiba kabla hujaanza matumizi. Ukisubiri kubakiza pesa mwisho wa mwezi, mara nyingi hutobakiwa na kiasi cha kuweka akiba. Njia rahisi zaidi ni kuchagua asilimia maalum ya kipato chako na kuweka kama akiba kila mwezi, hata 5% kwa kila mwezi. Gawanya akiba kulingana na malengo. Usiweke akiba yote kwenye sehemu moja tu. Tengeneza angalau makundi matatu ya akiba. Mfano, akiba ya dharura, akiba ya malengo ya muda mfupi, akiba ya malengo ya muda mrefu. Hii itasaidia usichukue pesa za lengo moja kila mara unapokutana na hitaji jingine. Mifano ya malengo ya muda mfupi ni ada za shule, safari, bili za mwaka, matengenezo ya nyumba au gari na zawadi. Haya si matukio ya dharura, bali ni matukio yanayoweza kutabirika na kuandaliwa mapema. Mbinu nyingine, jizuie dhidi ya matumizi ya papara. Watu wengi wanafanikiwa kuweka akiba hawategemei nguvu ya kujizuia pekee. Wanajenga mifumo inayowafanya iwe vigumu kutumia pesa kwa msukumo wa hisia. Unaweza kufanya mambo kama kujiondoa kwenye barua pepe za matangazo, kusubiri saa 24 kabla ya kununua kitu, kuandika orodha ya ununuzi badala ya kununua kwa hisia. Baada ya kusubiri, jiulize kama ununuzi huo bado una umuhimu kulingana na malengo yako. Njia hii hupunguza matumizi ya hisia. Mbinu nyingine, ondoa matumizi madogo yanayovuja kila mwezi. Watu wengi hudhani wanahitaji mshahara mkubwa zaidi, ilhali wanahitaji kwanza ni mfumo mzuri wa matumizi. Pitia kila mwezi usajili wa huduma mbalimbali, malipo ya kujirudia, ada za benki, matumizi ya kuagiza chakula, matumizi ya urahisi yasiyo ya lazima. Matumizi madogo yanayojirudia kila siku yanaweza kuondoa pesa ambazo zingeweza kwenda kwenye akiba. Ukaguzi wa kila mwezi unaweza kuokoa kiasi kikubwa cha fedha bila kupunguza ubora wa maisha yako. Tengeneza sheria. Mbinu nyingine ni kutengeneza sheria ya kutumia pesa za ziada. Bonasi, zawadi, marejesho ya kodi, mapato ya kazi za ziada au fedha zozote za kushtukiza zinaweza kuisha haraka kama huna mpango. Mfano wa mgawanyo: 50% iende kwenye akiba kulipa madeni, 30% iende kwenye lengo muhimu, 20% kwa matumizi yako. Si lazima utumie uwiano huo, lakini jambo muhimu ni kufanya uamuzi kabla ya hisia hazijatawala. Mbinu ya mwisho ni ongeza kiwango cha akiba hatua kwa hatua. Usijilazimishe kwanza kuweka akiba kwa asilimia kubwa mara moja. Ongeza kiwango cha akiba taratibu kila unapoongezewa mshahara, unapomaliza madeni au unapopunguza matumizi ya kudumu. Njia hizi husaidia kuweka akiba zaidi bila kuharibu maisha yako au bila kuleta usumbufu au bila kuleta ugumu wa ghafla. Usisahau kufollow, comment na kushare.